Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Naendelea na kunilinda na kwa kuniongoza. Ni Kristo mwema. Nimeona akinitendea mema. Karibu katika Faith and Grace Ministry. Mungu wa maajabu ataenda kuwa nasi, kila mmoja na mwalika au pamoja nasi. Na najua Mungu wa maajabu ataenda kutenda makuu, kutenda mema. Leo nataka kuongea juu ya maji, water. Yesu akawajaribu, ama Bwana Mungu akawajaribu watu wa Israeli wakati waliingia wakapita bahari, walikuta maji bahari walikuwa wanaitwa Mara. Hiyo maji ilikuwa na uchungu, tuseme ilikuwa na sumu, na wakafanywa muujiza. Kwa hivyo siku ya leo nataka tukaone maji, kwa nini kila wakati God tested his people through water. Akawajaribu wakati wa Musa, na Yesu pia tunataka tukaone akimjaribu yule mama Msamaria, Samaritan woman. Alimjaribu, na leo ndio ninaenda kuongea. Hebu tuende katika kitabu cha Yohana New Testament. Yohana ukurasa ni wa 4. Kuanzia mstari wa kwanza, hapo ndio tunaenda kusoma. Ni katika New Testament. Hebu tukaende katika New Testament. Tukasome Yohana, si Yohana wa kwanza ama wa pili, ni Yohana. Na Yohana anafuatana na Luka, na upande ule mwingine ni Matendo ya Mitume. Ukurasa ni wa 4 kuanzia mstari wa kwanza. Hapo kisha kinasema, kichwa chake kinasema Jesus talked with a Samaritan woman. Hebu tusome pamoja. Now Jesus learned that the Pharisees had heard that he was gaining and baptizing more disciples than John. Although in fact, it was not Jesus who baptized, but his disciples. So he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had to go through Samaria. So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. Hapo nianze na kusema kila tunatanja kama ni flood ama ni area ina maana. Hata ile tuliona akapitia hapo, kuna sababu Mungu alikuwa anataka apitie pahali. Kwanza kulikuwa na kisima cha Yakobo. Also, Jesus was very tired and he decided to sit down somewhere to rest. The Bible says Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. We are going to see sitting down by the well, tired,
and from the journey. And the exact time at noon. First thing, there was a Jacob's well, which was given to people of Israel, or the people of Joseph, son of Jacob. So why I said the place, the time, and the object, what we can call the well or the water. I want to speak about water, as I said, and I start from saying, let us see the water, a drinking water, inatiririka. Yesu anasemekana ndiyo chemchemi ya maji inatiririka, lakini hiyo maji ni ya uzima wa milele. Yesu akasema, niwe ninywe, niwe maji ninywe. Akaitisha maji akunywe. Yeye alikuwa na mjaribu huyu Msamaritan, huyu Msamaria mama ama mwanamke alikuwa na mjaribu akitaka ampe maji ya uzima wa milele. Na hiyo maji ya uzima ya milele ndio ninakwambia kuja ukunywe. Mimi nimechapata hiyo maji na nikakunywa. Niliomba Yesu akanipa maji. Niliomba Yesu akanipa maji wakati niliokoka. Wakati nilienda mbele zake nikakiri na kinywa changu, ndio nilipata hii maji ya milele. Si maji kama hii ninakunywa, ni wokovu. Bwana asifiwe. Maji inatiririka kama nikiweka hivyo, inatiririka katika moyo wangu na ni wokovu, my salvation. Yale nilipata kutoka kwa Mungu, uzima wa milele, ndio leo ninakupea uzima wa milele. Uzima wa milele. Hapa panasemekana, so he came to a town in Samaria. Akaenda katika mji Samaria. Akaenda katika mji Samaria. Nao ulikuwa unaitwa Sychar. Na hapo karibu kulikuwa na kizima cha mwana wake Yosefu, given to mwana wake Yosefu. Yaani huyu mtoto mwanae Yakobo alikuwa anaitwa Yosefu. Ndio hiki kizima kilikuwa hapo. Kwa nini hayo yote kasemekana? I said the place. Wakaenda bahali wanaitwa Sychar. Sychar. A place called Sychar. Hiyo ni tauni, mji. Na pia walipoenda hapo kulikuwa na kizima. Kizima kina meaning kwa sababu kitampatia maji ya kunywa mwanamke, kwa sababu anadai maji hiyo ni ya maana. Lakini akaambiwa hiyo siyo ina maana, kwa sababu nitakupatia, kama unajua, nitakupea maji ya milele, ile inatiririka wakati wote, milele na milele. Kuna jambo nyingine nataka kutaja. Wakati walikuwa wanaongea, mama huyu alisema, nyinyi mnaabudu katika Yerusalemu na sisi tunaabudu katika milima. Nilisema place ina maana. Na hapa tunaambiwa, yani tunaambiwa panaitwa nini? Sychar. Na ndio nilisema kuna kitu ninataka Mungu akiongea. Mungu akasema yeye si wa mji, yeye si wa mlima, yeye ni moyo wako. Yule anaomba kwa ukweli na roho. Hebu tuendelee. Wakati ulikuwa wakati gani? Saa za mchana, ati noon. Kwa sababu ya nini? Huyu mwanamke alikuwa mkozaji, alikuwa kama prostitute, malaya, na hakuwa anatakana akutane na wakina mama mabibi wa watu ama wake wa watu, kwa sababu atawaletea, atawaambukiza hiyo wa mambo ya usharati. Kwa hivyo hapa tunaona
kuna wakati, na huu ndio wakati wako. Kuna wakati wa kumwendea Yesu, na huu ndio wakati wako wa kumwendea Masia, wa kuja kwake. Kuna wakati, na wakati ndio huu. Na mstari huu unaendelea kwa 7 unasema, na when Samaritan woman came to draw water, wakati alikuja kutega maji, kuchota maji, Jesus said to her, Yesu akazungumza naye, will you give me and drink? Unaweza kunipea maji? Unaweza kunipea maji? Yaani Yesu anakuambia unaweza kunipea moyo wako. Bwana asifiwe. Unaweza kunipea kidogo naye. Bwana asifiwe. Unaweza kunipea wakati. Bwana asifiwe. Unaweza kunisikiza. Unaweza kunipea masikio. Unaweza kuniangalia, kunipea macho yako niangalie. Unaweza kunipea masikio. Yesu anakuambia hivyo. His disciples had gone into the town to buy food. Hiyo ilikuwa inaitwa, hiyo mji wa huo unaitwa Saika. Hapo ndio walitumwa wakanunue chakula, kwa sababu Yesu alikuwa na njaa kwa sababu ya safari. Nilisema njani, tunaongea juu ya safari, ikampanya achoke, ikapanya wanafunzi wachoke na wakuwe na njaa, lakini akawatuma. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anataka kuzungumza na moyo wa mtu mmoja akiwa peke yake. Mungu anataka utulie, azungumze na wewe, hataki uwe na mtu mwingine. Anataka kukunenea wewe peke yako. And mstari wa 8 wa 9 anasema, the Samaritan woman said to him, you are a Jew and I'm a Samaritan woman. Wewe ni Muyahudi na mimi ni mtu wa Samaritan. How can you ask me for a drink? You are Gentile and I'm a Christian. How can you talk to me? Na ndio naona mapasta kwanza sana wale watu wokoka ndio anataka wawafikie, wakuje karibu na wao. Kwa hivyo akamuuliza hivyo, na Yesu akamwambia, for Jews do not associate with the Samaritan. Hawakuwa wanakutana, wanakuwa pamoja. Na Yesu akamwambia, Jesus answered, if you knew the gift of God, and who it is that asks for you for a drink, you would have asked him, he would have given you living water. The water I am speaking today is a living water. The living water. The living water. The living water. The living water. You must ask, and he will give you, and you will drink. And will not have thirst again. Hautakuwa na kiu tena. Yesu akanena na Msamaritani, na mama huyo Msamaria. Sir, the woman said, you have nothing to draw with, and a well is deep. Una kitu ya kuchota maji, na pia hiyo chimo iko ni ndevu, iko chini, ni mbali sana kupigia maji. Utachota na nini? Utachota na nini? Utachota na nini? Utachota na nini? Mama anaanza kujitetea. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob? Wewe ni mkubwa, ni mkuu kuliko baba yetu, our great grandfather Jacob. Wewe ni mkuu kuliko Yakobo. Wewe ni mkuu kuliko Israeli. Who gave us the well? Yule alitupea hiki kizima, and then drank from it himself, as indeed all his sons and his livestock. Akasema tulipewa, ndiye alikuwa anachota maji hapo, anakunywa maji hapo,
ng'ombe zake na kondoo zake na mbuzi zako zilikuwa zinakunywa hapo. Lakini Yesu akamwambia, Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again. Who drink this water will not be what? Thirsty again. But who drink, everyone who drink this water, like this one, ila yetu ya dunia, atakuwa na kiu tena. Lakini whoever drinks the water I give them will never thirst indeed, and the water I give them will become in them a spring of water welling upon eternal life. Hiyo ni maji itakuwa inatiririka moyoni yetu tukipata ile maji Yesu alipeana. Leo nitaendelea na hii mambo ya maji, na nilihubiri siku nyingine. Hii maji tunapata ya milele, nitaendelea kuongea juu ya hiyo maji. Na hebu nikuambie, Yesu anataka upokee hiyo maji. Ukimpokea Yesu, unapata maji ya milele na milele. Mungu wa maajabu akuonekanie, akutendee mema, akubariki, kwa kuwa Yesu huyu mwana wa Mungu alikuja kutupatia hiyo maji ya uzima wa milele. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu mkombozi wangu, na kuinua na kutukuza, pokea sifa mwana wa Mungu, na kavidi kila mmoja mikononi mwako, nikijua naenda kutenda makuu. Nenda kaonekania na kawashindania kila mmoja. Naomba akisikia hili neno akapokee na akaitane apate hii maji ya milele. Mungu, ninaomba nikinywa naenda kutenda makuu. Amen. Ninasikia kuna mtu anaumwa na kichwa, na hapa na hebu nikamwombee. Baba, katika jina la Yesu, hata yule anaumwa na hapa, na mkabidhi mikononi mwako. Yule anaumwa na kichwa, na mpeana mikononi mwako. Kivua na mgongo na mguu wa kuume, huyo wa kuume nenda ukafonye, na ninajua naenda kutenda makuu. Na ni katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. May God bless you. My number is 0743295932. 0743295932. Namba yangu ya simu ni 0743295932. Mumbarikiweni zote. Asanteni.